Uko wapi? Mimi niko hapa maeneo ya nyumbani hapa nakusubiri wewe ili tuelekee yale maeneo kule niliyokuambia. Poa usichelewe tena. Chapu. Watu wengine hao, yani chapu tu dakika kadhaa mtu unachelewesha masaa matatu. Lengo lako nini? Mtu chapu tu, yani tumeyapanga maneno majambo sasa hivi muda unakuja tena unachelewa. Tatizo nini sasa? Samani kaka. Bila samani dadangu. Sasa hizi. Salama vipi hali? Mimi natafuta chumba. Unatafuta chumba? Dadangu, kwa chumba mimi nisikudanganye. Mimi tofauti na masuala ya vyumba. Ila sasa inabidi nikuelekeze. Umeona hapo huu chochoro umeona wewe? Hapo mbele kuna nyumba ya babake Chuse. Mbele kidogo kuna kijiwe. Iko kijiwe ndio hapo kuna madalali. Dadangu, ndio naweza nikakusaidia hivyo. Basi sawa, asante. Sawa, nashukuru dadangu. Sema ni mwali kama chumba hivi. Dadangu. Samahani dadangu, nilikuwa nahitaji namba ya simu. Bahati mbaya simu yenyewe mzima. Nenda tu dadangu. Samahani lakini nenda. Sawa. Haya dadangu. Kichuma. Kichuma. Mpaka mapigo wewe naenda ti. Sema nini? Ngojea. Mwanangu jana nimepiga mshindo wa kibabe mwanangu. Mshindo gani mwanangu huo? Unataka mshindo gani? Naangalia ngoma hii mishe zetu zile. Wewe unaona mazingira. Haya mazingira mwanangu jana hayo mwanangu hayo. Mwanangu mshindo mwanangu nimepiga kibabe. Mwanangu wewe noma mwanangu, yaani noma sana mwanangu. Yaani ukizungumzia mimi show zangu kwanza ziwi mbovu siku zote. Show zinakuwa kibabe. Kwa bangu kupiga ngoma kibabe mwanangu. Mimi sikwambii mwanangu. Wewe si unaona mzigo wenyewe wewe mwanangu. Nakubali mwanangu, ni kweli mzigo wa maana mwanangu shule mwanangu. Leo mwanangu mgundi unaona imekataa kishenzi. Mgundi mwanangu leo nakubali mgundi mwanangu. Safi kwema dada? Kwema, samani lakini. Ndio. Kuna kaka kanaelekeza kwamba hapa nitapata dalali. Madalali wa nini dada? Wa vyumba. Dada kuhusu vyumba usiwaze. Mimi ndo dalali mkuu hapa, ananijua mtaa wote. Ukiuliza dalali wa vyumba ndo mimi hapa. Umekuja wakati mzuri sababu kuna mzee jana alinielekeza kuna vyumba vyake anapangisha. Ngoja nimpigie simu hapa ili nimsikilize kama bado vipo nikupeleke dada. Mzee, mimi ni yule kijana ambaye tuliongea jana kuhusu vyumba vya kupangisha. Uliniambia upo navyo hapo. Vipi bado vipo? Basi kama vipo mzee nafika sasa hivi hapo kuna mteja nimempata mara moja kuja naye hapo. Sasa hivi dakika zilo tu mzee. Dadangu. Mzee kasema vipo. Kwa hiyo kama inawezekana tuongozane ili nikufikishe kwa mzee hapa. Basi sawa. Oya ndugu. Oya ngoja nimwaishe dada hapo. Basi bwana unajua mipango wangu. Mjini mipango bwana. Mwangu mifumo ndio kwenye kimiki mwanangu. Mwangu njaa tu bwana unaleta. Wewe sio hapo bwana. Ngoja niwaishe. Ukifatika mimi nafatika mwanangu. Usijali wewe nisikilize mimi. Kazi mwanangu. Basi sawa. Haina noma. Sasa. Mwanangu ile demu wa Juma wewe. Nimekula fani force kishenzi yani awe na mimi muda wote yani. Ujue mwanangu unazingua wewe. Sasa mimi nazingua nini sasa? Asa mademu atakusaidia nini mwanangu? Sasa mimi nifanye nini sasa katika mau? Mimi nakula, natoa, naita huyu. Sasa mimi nijenge makamu haya baba vipi wewe? Ujue mademu atakuja kuue ujue mwanangu. Sikilize jamaa wako. Sio msikilize, waje haya ngoga. Utakuja kufa ndugu yangu. Yaani huyu muelekeze, ujue huyu anazingua kinyama mwanangu. Bora hata muelekeze mshikaji wangu. Mademu atakusaidia nini shehe wangu? Sikia wewe acha hizo hii. Kumbe nyote ni wale tu washikaji zangu. Sawa, zote ni wale. Ila kitakachokupata mimi hata niwe ni Mungu bwana. So kusema mademu wewe vipi wewe? Sikiliza mshikaji wangu, yani huja kataza kuona mwanamke. At least basi kuwa hata na mwanamke mmoja ambao atakutimizia shida zako kisha unaishi naye. Mademu hao nje watakuja kuue mwanangu. Sikia, siwezi kuwa na mwanamke mmoja kama mangu mzazi wewe vipi wewe? Ujue unapotea ujue mwanangu. Hiki sio kijiko rafiki yangu, sema kurogea chai tu. Unachukua unaweka unaachana naye. Oya. Vipi hapo? Fresh mwana ile. Gundi Yaani hapa tumetulia fresh yani. Naona. Ngoja kwa nirudie tena kwa naona ile. Uhakika. Unasema nini wanangu? Yaani leo kama leo.
Nini mwanetu? Na mtoto sikaingia mwanangu kwa sababu mwanangu ile vitu vyako. Wenyewe mjue nzeni nikwambia ni njoo. Nauma kwani? Ngoja nakuambia. Enapo mdogo. Sondo. Ile kwa dalali. Niletea mteja. Bia nyama. Kondo huyo anapigia. Nakusikia. Unajua bwana mazingira kwetu Uswahilini huko. Nilikwambia kwamba mbele yako. Odi mzee Kimwaki. Umeelewa ndangwe. Hapo. Ngoja nikuchiki baadaye naona kama Kimwaki. Odi bwana mzee Kimwaki. Nakusikia. Odi mzee Kimwaki. Odi bwana. Ngoja nikuchiki baadaye. Karibu. Mzee Kimwaki. Habari yako bwana? Tanzania, Makame. Usiongea maneno mengi bwana, mteja wetu hapa shango. Karibu. Habari yako dada? Salama tu. Mzima? Mzima. Toka Samilo ndio mlabaka yako mjusi wa gogo kwa kuna muda niteka Samilo. Kimwaki in the building. Sijui dada unaitwa nani? Naitwa Zuu. Mashallah, jina zuri kabisa hilo. Karibu. Bwana kujua vizuri bwana mzee Kimwaki. Ndio. Upunguze maneno mengi. Mteja ndo huyu lakini sasa mteja wetu anahitaji chumba cha kiza. Shewa wangu huenda mguu wako kwa mbaya sana. Kwa nini mzee Kimwaki? Kwa sababu kuna kitu kimoja. Ndio. Nyumba ya kiza ikuwepo. Bondeni kwa napajua kule. Ndio, mimi napajua vizuri ndio maana nikafika hapa ili tule ndio. Sasa ile nyumba wapangaji kule tayari washaenea. Na chumba kilichobaki ni cha hapa. Na hapo kuna mpangaji mmoja tu ambaye anakaa chumba hiki. Ndio. Kwamba atakina mpangaji ni kile pale. Sasa ishakuwa mtihani shehe wangu. Dada kama unavyomsikia baba mwenye nyumba, kasema kule vyumba ambavyo ni vya kiza vimeisha. Vipo hapa vyumba ni vya umeme. Sijui unafanyaje dadangu? Hata hivyo hamna shida. Mimi nataka tu hicho. Basi sawa. Basi twende nionyeshe Makame. Basi sawa twende. Hamna tabu. Kuna hiki kingine hapa hiki. Ila kama mnahitaji kuangalia mpaka ndani basi subiri nikachukueni funguo. Haina haja bwana. Mimi nimezeka nacho chumba hicho. Unasema kweli? Sasa unalizikaje na chumba wakati hujakiona? Kwani hauviamini vyumba vyako? Chumba nakiamini ila mimi sipendi mteja wangu una kisokolo kwinyo, ukalaike nafsi yako. Unaweza kaingia kile ukaja kipenda mazingira yake, hujapenda nini. Ndio nyinyi wateja mnakuwa vitu tofauti na mnavipenda ndani ya vyumba. Basi useme wasi. Mimi nimezeka nacho hicho. Basi sawa Sheikh Makame. Sheikh Kimwaki. Yasiwe mambo mengi bwana. Ndio. Mteja akasema kalizika na hiki basi sawa. Hamna tabu. Sasa hamna tabu. Basi dadangu, huyu mzee chumba chake anakodisha kwa mwezi shilingi 30,000. Huwa anachukua kwa miezi 6. Sijui mnaelewa? Basi hamna shida. Basi dadangu kama utakuwa upo vizuri, unaweza kumaliza ili maisha yaende. So dakta kabisa. Ndio. Nigea ratiba mwanangu. Najua sema nini mwanangu? Ile mali kwanza yenyewe. Wewe, ile mali yenyewe sema nini wewe mapepe yako na kujua. Sema mapepe ya nini sasa mwanangu kwenye vitu kama mimi na ferigi mwanangu. Wewe unazingua. Sasa mimi nachozingua nini sasa? Wewe ukienda kwa demo ukosi kwanza. Una nini? Sema nini? Ile mali mimi naitaka. Unaitaka tena mwanangu? Wewe unajua mimi domo langu zito kidogo. Mimi sijajua hilo jambo, mimi nalijua hilo. Mimi nakuonea aibu mwanamke ujue. Unaonea aibu? Sasa unauliza tena ndugu yangu, usinicheke sasa. Sasa ndio hivyo sasa, fanya hivyo sasa mwanangu. Kwa nataka mimi nikakufosie. Mimi sina mtu hapa, si unajua mwenyewe ndugu yangu. Kwa hiyo alivyokuelekeza anaenda wapi kwanza? Yule demu nimekutana naye njiani. Sema nini akanielekeza kwamba anahitaji vyumba vya kupanga. Sasa nikamwelekeza pale kwa babange Chuse pale. Unaujua ule mgundi wa nini ule? Wa pale kwa nani hapa? Na wajua kwa vijana. Mgundi ule wa madalali ule. Ndio nimeelekeza pale akaelekea. Kwa hata namba za simu hujachukua rafiki yangu? Namba nilitaka kuchukua lakini sasa simu. Sasa simu ulifanyaje? Sasa unafeli rafiki yangu. Simu imezima chaji. Sema ndio hivyo sasa, ila sasa nini? Mimi itabidi niende pale kwa wale madalali pale. Nikaulizie kafikia wapi ule mzigo, maana ule mzigo ule mzigo wa moto sio siri.
Tondoke bwana, turudi. Watoto wadogo tu. Mimi sinakwambia. Ndio hivyo mwanangu. Sheki Mwaki. Maisha yanaenda bwana. Alisema achukua kodi ya miezi 6. Kodi ya miezi 6 dada. Haya mwaka. Basi hamna shida Sheki Mwaki. Naam. Mambo yanavyoenda ukicheka na watu kama sisi mtapata vinono na vinono na vinono. Miaka ya mbele tunavyoelekea. Unanichelesha. Mambo mazuri yanahitaji haraka Sheki Mwaki. Hivi nyewe watu vitao kama singojea mbona mnakuwa bichi sana. Sio bichi wangu jambo la hela hiyo Sheki Mwaki. Unaona? Hiyo ni shetani she. Shukrani. Hiyo ni shetani she wangu. Kwanza nikushukuru. Ndio. Kukuletea sababu wateja kama hawa wakiletea riziki. Mafungu 7. Hata mawili pia. Hamna jinsi ya kufanya Sheki Mwaki. Twende kwa tunamalizana. Tunamalizana. Subiri tunaongeza hiyo kwa malizana. Sasa msichana wangu ulikuwa na mzigo wenyewe ule kwapo. Ndio bwana Kimwaki. Kavuta sigara ujipoze. Sheki Mwaki, acha mambo yako bwana. Alikuwa kutaria tu sigara. Mimi siwezi kufanya mambo sio haya wana Kimwaki mambo gani tunafanya na uni. Sheki Mwaki. Kalemba. Sheki Mwaki, mambo yote yale bwana. Wewe uliziki basi inakutosha. Bwana Kimwaki. Hiyo inakutosha. Sikilize. Piga mwanangu, wewe maisha mwanangu shapatia. Basi ngoja nikamwage mteja wako bwana mimi. Basi hamna tabu. Bali sawa, hamna tabu. Samahani sasa mimi nawahi kidogo hapo na kuacha hapa Mungu akipenda baadaye. Basi sawa. Sawa, hamna shida dada. Karibu acha makame. Kuna sehemu nawahi kuna shehe. Hamna tabu. Sawa. Sasa ngoja nikuchukulie funguo ni ukabidhi chumba chako. Umenyelewa? Sawa. Salama asubuhi. Salama. Kwema. Kwa unaona unafanya usafi nini? Kawaida. Kazi mzuri. Haya. Dada samani kidogo kama utojali nilikuwa naongeza naye kidogo. Bila samani. Karibu tufahamiane. Sio tu ndio wapangaji wa tupu hapa. Dada nimekuita hapa na jambo moja la nikuelekeze. Kwanza sio wapangaji wa tupu, inabidi kwanza tufahamiane. Mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Zuhura. Una jina zuri kama wewe mwenyewe tu. Asante. Kwanza kabla yote dada, mimi nikwambie kitu. Au nikuseme, yani niseme na kukaribisha. Karibu sana kwenye mjengo huu. Nyumba hii yote unaiona hii. Mimi ndo mpangaji mbishi katika wapangaji wote waliotoka hapa. Basi asante. Nashukuru kwa kukufahamu. Cha pili mimi naitwa wananiita Mpumuli au ukipenda niite MP. Kwa jina maarufu sana naitwa Manywele ya nje yake. Ndo mimi hapa. Kwa hiyo kwanza kabla yote au kwa mnashukuru kwa kufahamiana, alafu kingine nikupe tu information ya nyumba hii jinsi zilivyo. Yaani nyumba hii dada yangu ina vituko, ina balaa. Au tangu ulipofika unaonaje mwanangu? Labda nikuulize wewe mwenyewe kwanza. Nisio nikaanza kujimaliza kumbe unawezekana ukawa hujaona chochote. Mbona mimi na kawaida tu. Kweli? Tangu ufike hapo hujaona balaa lolote? Basi mimi nakupa big up. Ila nakwambia kitu kimoja, kuna wapangaji zaidi ya 20 hapa. Mtu anakuja leo, kesho kiacho. Mtu anaingia usiku, asubuhi kaama. Yaani hapo matatizo juu ya matatizo. Lakini mimi
siwezi kuongelea sana kwa sababu sijui mwenzetu tumejipanga vipi. Lakini kwa mimi kabisa ushauri wangu kama mimi nilikuwa nakwambia wewe uame. Ama kabisa. Wewe umeanzaje alafu mimi nishindeje? Kama uliweza wewe na mimi nitaweza hivyo hivyo. Usiseme utaishi hivyo hivyo kumbe mtu mwenyewe mdogo kama vipi kupeleka kwa babu yangu. Mimi babu yangu kiboko. Hao walioshinda sio mimi. Una lingine? Haka. Ushauri tu. Basi kwa hiyo. Babu yangu kwa vizuri, nikupiga vitu vyake. Mimi ndo maana naishi mpaka sasa hivi hapa. Basi poa. Haya, endelea na usafi dada. Bora tumepata mpiga usafi. Kila siku naamka mimi nafagia peke yangu. Kama niletea demu na wewe. Siwezi kukubali. Wewe ni lazima utakaa wanawake. Mwanaume mimi na mwanamke mmoja. Mtu mkali kama vile, alafu niache. Ngoja tuone. Picha linapoanza, tuone Sterling atakuwa nani. Siwezi kuacha mmoja hata kama nikiwa domo zege. Ndio kumwambia vipi napika chips kila siku wewe. Atakuwa katai kuja kula. Yaani kila siku mimi nienda kupandisha bendera kwa mkono mmoja. Bwana ndio chooni bwana nikajiandaa.